kawaida ile ECG ile ya kawaida ile haitoshi. Ndio. Ile ECG inaweza ikaonyesha yani joueur ikamuonyesha yani mchana mzima anaweza kawa iko vizuri. Lakini ule muda wa kulala unaona roho inakuwa imetulia. Sasa pale sasa juu roho inakuwa imetumika mchana sana. Sasa usiku inakuwa imetulia. Hauwezi kujua tatizo lile litatokea. Na ndio mimi imenikuta hiyo. Unaona. Kombe ya ligi tulichukua kombe la ligi tulichukua 2014. Ndo tulichukua Mtombola hakuwepo. Ilikuwa ni Michel. Ilikuwa ni kocha Etienne. Yeye ndo Etienne ndaira giche. Yeye ndo alifika pale akatupa Primus League yetu ya kwanza. Akatupa na wewe wakati tulikuwa tukichukua Coupe du President tulikuwa tunamalizia nafasi ya pili ya tatu. Unaona? Okay, acha mimi nitaongea nao. Sawa. Ndo akaongea nao. Ile kuongea nao ikabidi sasa mimi nisubiri hiyo certificate medical. Subiri ya ruhusa lakini haikutoka. Kumbe wa daktari walisikia walisikilizana wakasikia woga au mtu nini. Unaona? Unajua kama ingefikia ukafa wale wangechukuliwa hatua. Hiyo kweli. Ilikuwa hiyo kweli. Wao wengine upande na mimi nimewaelewa na kingine walikuwa wanataka kunisaidia maisha yangu juu. Chuti bakunzi ganje vingi no bica kuri Indoni TV reka ndabaramutse nongere kandi ndabayikaze bivanye naho muherereye muri kano kanya. Nkuko mubizi rero Indoni TV tudaseba ko batwazana amakuru ashushe ngino cyane ko bakinyi b'abarundi bakina hani wacu ndetse no hanze y'igihugu, abarurezi abakinyi bakera bawe twita aba legende nabandi batandukanye. Nkuko mubizi twama tubazanira amakuru ashushe. Uno munsi umutumire wacu ninde? Umutumire ni Harerimana Rashid Leon. Nawe murazi neza yuko mu minsi heze niho yatangaje ku mugaragaro yuko agiye kurangiza ivyo gukina umupira w'amaguru inyuma yuko yasanganywe afise ingwara y'umutima. Rashid Leon turaza kuganira kahise kiwe ku mupira w'amaguru ndetse tubwire n'amateka n'icatumye n'ingene iyo ngwara y'umutima yagiye kabisira mufata gushikaho abaganga bavuga ati hagarika nyabuna hagarika ivyo gukina umupira w'amaguru. Rashid Leon, salamu alaykum. Wa alaikum salam. Vipi hali yako? Safi, nashukuru. Na mitihani. Nimeshapoa na japokuwa imekuwa ngumu lakini ndio hivyo ni haikuwa rahisi sana yani ni hatari. Ni hivyo sasa Rashid Leon, watu ambao wanataka kukufahamu tayari sasa miaka takriban 14 unaitumikia taifa. Miaka takriban 14 unatumikia vilabu mbalimbali. Rashid Leon ni nani? Alianza soka lini? Mimi nimeanza soka nimekuwa 17 sport. 17 sport mkade nikacheza mkade, nilicheza nikatoka mkade nikabeba kombe nikapanda 4e division. Kupanda 4e division nilipanda na hiyo 17 sport. Kupanda na hiyo 17 sport. Kipindi hicho ulikuwa unaishi Buyenzi? Hicho kipindi hapana, hicho kipindi nilikuwa naishi Buiza. Hicho kipindi mzaliwa wa Buiza? No, mimi sio mzaliwa wa Buiza. Mimi ni mzaliwa wa Chibitoki hapo Chibitoki tu hii Bujumbura, Chibitoki cha Bujumbura. Sasa mimi kutoka 4e division na hiyo tena 17 sport tukaenda 3e division. Hapo tulikuwa tunaenda tunabeba makombe. Kutoka yani kubeba kombe sasa tukaishia hapo 3e division. Tulikuwa tunachezea hapo kufifu, sijui kama unakumbuka hapa ya. Fifu anapaita AFB. AFB. Sasa kutoka pale timu Maniema Fantastic ikanipenda. Ikataka niende nikaichezee, ikaongea na viongozi wangu wa kina afya Shabanshia. Wakaongea naye. Ile kuongea naye sasa ndo ikawa niende nikasaini kule. Ndo nikaenda kusaini nikacheza mwaka umoja Maniema. Nafikiri tulikuwa tunafanyia hapo Kutampeti hapa mazoezi. Kipindi hicho walikuwa wachezaji gani? Kipindi hicho
kipindi hicho nilikuwa na lamba alafu nilikuwa na Papi Fati. Marehemu Papi Fati tulikuwa tuko naye sasa. Tulikuwa kucheza naye hicho kipindi sababu timu ilikuwa ilipanda deuxième division Maniema Fantastique. Sasa ili kupanda sana mimi ndo nilikuja ili yani niwasaidie deuxième division sababu tulikuwa tunacheza nao troisième division. Ikabidi sawa walipanda deuxième division, ikabidi ndo wafike wananichukua niwasaidie deuxième division. Sasa na Papi Fati alikuwa amecheza troisième division, tulikuwa tunacheza naye. Sasa na mimi hicho kipindi nilikuwa nacheza troisième division, nilikuwa naishi Chibitoki, nimerudi yani mzone yenyewe nimezaliwa. Nimezaliwa Chibitoki. Na Papi Fati ndo kwenye alikuwa anaishi kule. Sasa ndo na mmoja mwenye alikuwa alinishawishi sana kwenda hapo Maniema alikuwa ni marehemu Papi Fati. Ndo alikuwa ananiambia we njoo tusaidizane kwa hii timu yetu ni nzuri nini, tunahitaji tuipandishe Premier Division tuirudishe kwenye ilikuwa zamani. Sasa ndo mtu mwenye alikuwa alinishawishi niende Maniema, ndo nikaenda pale. Kwenda pale sasa tukafanya naye kama ni mwezi mmoja wa preparation, lakini kuna timu kadhaa zenye zilikuwa zinamtaka Vitalo na Interstar. Ndo sasa ndo akajielekeza akajielekeza Interstar. Kwenda mu Interstars pale ndo nikamwambia brother wewe unaniacha? Kanambia no, mimi sijakuacha lakini maisha ila wote tutakuwa tuko wote mpaka mwisho. Basi yani ndo hivyo. Alikuwa ananipitia nyumbani na mimi nampitia kwao ya hivyo. Sasa nikacheza mwaka mmoja pale. Kucheza mwaka mmoja tena ndo Havana ya Maurice ndo ikanipenda ndo ikanichukua. Kipindi kile umecheza na kina Moize? Ndio, Moize nimecheza naye. Moize striker wangu na namkumbuka. Tulikuwa na kina Moize na Shasiri. Shasiri nilikuwa naye pale. Shasiri hapo alikuwa ametoka Meridian. Akakuja pale kwenye timu ya Havana. Tukacheza naye pale tena mwaka mmoja. Huyo mwaka sasa ndo nikachukuliwa na Union Sporting. Nikachukuliwa na Union Sporting. Hapo Union Sporting ilikuwa ni Premier Division. Hapo ilikuwa ni 2010. Ndo nikacheza pale Fazale, alafu Faz Retour ndo kocha Olivier akaja pale. Kocha Olivier akaja pale ndo akatusaidia Union Sporting akatusaidia. Alafu tukaacha timu ikabaki Premier Division. Ndo akafika na achukuliwa na Lydia Lidik. Akaenda kusaini kule, kocha Olivier akasaini Lydia Lidik. Ile kusaini ndo akafika na anatuchukua. Tulikuwa tuko wajuri wa 4. Akatuchukua, ilikuwa mimi Musalo, Balaki na Zakaria. Ndo tukaenda pale Lydia Lidik. Hapo kipindi mlifikia kuchukua kombe? Tulifikia hiyo mwaka wetu wa kwanza tunachukua kombe pale. Yani sisi ni kama tulifika Lydia Lidike imekuwa yani na kiu cha kuchukua kombe. Lakini wakati sisi tumefika pale na najua hawajawahi kuchukua kombe. Walikuwa hawajawahi kuchukua kombe. Kufika alafu kuna kingine kitu, kuna baadhi ya viongozi walikuwa wako pale walikuwa hawatuamini. Sasa kocha Olivier analeta hao watoto kule wataweza. Wataweza. Na sisi tunataka makombe nini. Sababu tulifika pale tumekutana wameshachukua wakina Emenzo Wabonayo, unaona. Wakina marehemu Pendo amekuwa yuko pale. Unaona wajuri wengi sana na wakina Chimba walikuwa wako pale. Mdogo mwenye alikuwa yuko ni Nduwarugira Christophe, ndo mwenye alikuwa yuko pale. Alikuwa ni mdogo tu. Tena yeye walimtoa huko Makade. Nduwarugira Christophe alikuwa mdogo kwenu? Alikuwa mdogo kwetu pale. Basi ndo alifika pale.
Na yeye kwanza ndo Rugira Christophe tulikuwa tulimkutana pale. Basi ndo tukapambana huo mwaka wetu wa kwanza pale tukacheza tukapata hiyo kombe la rais. Nafikiri ilikuwa ni 2011 alafu 2012 tena nakumbuka tulicheza wote pale finali tuliwafunga Vitalo. Mlikuwa mshachukua ubingwa kabisa. Ndio hivyo yani wakaza tukaendelea kuchukua kombe ya ligi tulichukua kombe la ligi tulichukua 2014 ndo tulichukua Mtombola hakuwepo. Ilikuwa ni Michel. Ilikuwa ni kocha Etienne. Yeye ndo Etienne Ndaira Giche. Yeye ndo alifika pale akatupa Primus League yetu ya kwanza. Akatupa na huyo wakati tulikuwa tukichukua Coupe du President tulikuwa tunamalizia nafasi ya pili ya tatu. Unaona? Sababu kile kipindi palikuwa pako Vitalo, palikuwa Atletico, palikuwa pako Atletico, yani zilikuwa ziko kubwa, ilikuwa vizuri. Yani na sisi tulikuwa tunawatingia Coupe du President, yani walikuwa wanaita kama Alidia, walikuwa wanaita hii Coupe du President hii ni Alidia Lidique. Unaona? Sasa tukasema acha turuke, yani kuingine etape inabidi tuchukue kombe la rais. Na nafikiri tukuchukue na Primus League. Nafikiri 2014 tulijitahidi sana tukapambana tukachukua zote, yani kile nakumbuka sisi tulitoka Sekafa. Viongozi wa Vitalo hatusikilizani. Kile kipindi cha kosa pesa tukagawa. Basi timu ikawa na mtafaruko. Kabisa. Viongozi wakawa hawatii tena nguvu, kumbe tukawa tumepoteza hivyo. Kabisa na ule wakati tulifikiaga kwa mechi ya Sina na nyie tukawapiga kama ni goli 3 yani. Hatukua vizuri kabisa. Na ndo na hiyo mwaka wa 2014 tulichukua kombe zote. Tulichukua kombe zote Primus League na Coupe du President zote tukachukua. Alafu na 2018 tena tukachukua Primus League lakini tukubahatika kuchukua na Coupe du President. Yani saa baada hapo sasa ndo nikafika naenda Rwanda. Watu lakini walikuwa wanajifikiria Rashid leo kwa nini atoki? Hii ni timu ya baba yake. Kwa nini atoki katika timu ya Lidike? Unaona sehemu kwenye huko vizuri au ukatoka hivyo sababu mimi hapa eti nitoke Induni. Unaona hii sehemu kwenye huko vizuri au ukatoka. Unajua pale walikuwa wananishika vizuri na kidogo nilitaka kwenda na kocha Olivier Mflambo de l'Est. Lakini walikuwa na pesa kabisa, wanamwaga mpunga, walinitiliaga mpunga kweli wa kutosha ili nitoke. Lakini sasa nikakumbuka Lionel, alafu na Lionel istoshi akanambia nitakupa alafu nitakuongezea na nitakupa na kazi juu. Nitakupa na kazi juu. Nikasema kweli nikamwambia huwa hadanganyi. Yule mzungu ni mzungu. Akisema ni hicho. Utapewa. Sikupi. Na ingine na nje ya football kuna mambo mengine alikuwa ananisaidia, unaona. Nikimwambia nina shida kitu fulani nini ananipa, unaona. Yani vitu kama hivyo, yani alinisaidia sana nikakumbuka. Na hiyo wakati na Vitalo ilikuwa ananitafuta na Interstars nini, unaona. Sababu na Interstars yenyewe ilikuwa inaniambia ilikuwa ananiambia wewe huko mtoto wa nyumbani, sababu ile 17 Sport ilikuwa ni Interstars unaona, kwa sababu Shabani Shiha hakuna mtu ambaye siomjua kwamba uniita wakina Umaya wote, unaona. Sasa walikuwa wanasema wewe inabidi utarudiaga tu uje kucheza, sababu Interstars ulicheza mtimu ndogo ya Interstars, unaona, itabidi urudi kucheza. Sasa na mimi nikawaambia okay, mimi hamna shida, nitarudi, lakini haikutokea hata siku moja. Na ndio maana ikabidi na hizo timu zingine zilikuwa zikinitaka nini, na nilikuwa niko vizuri pale Mlidia Lidike, na ilikuwa ni ngumu sana, na ndio maana sikutoka. Ila chenye kilinifanya nitoke ni ofa zenye nilipata kule Rwanda AS Kigali na Rayon Sport wakanitafuta. Nilianza kwenda Rayon Sport kwanza, tukaongea vizuri lakini hatukubaliana ila
AS Kigali imeleta ofa nzuri ndo tukamaliza vizuri na ndo nikachezea AS Kigali pale. Kucheza AS Kigali ndo nikafanya mwaka 1.5 pale. AS Kigali, unachezea AS Kigali, wanakutafutia ID ya Rwanda. ID ambayo iko kinyume na sheria. Wachezaji walipigwa, walitoa nduki wachezaji wengi kipindi kile. Nikikumbuka story ndefu sana. Ni story ndefu sana. Istoshi, unajua mtu unafanyaga kitu au ujui kama kitakuja kuleta madhara fulani huko mbele. Lakini na mimi sio kusema eti nilienda kama wengine kule, sijui mtu unatoka huku niko na ID nimeshatafuta, acha niende nikacheze kule. Hapana, mimi nilienda nikasaini tu kama étranger. Mimi ni Mrundi, naenda lazima nicheze kama étranger kule. Nilifika pale nikacheza kama étranger, lakini ukitaka kubadilisha kama ukiwa huko na uraia tena wa pale ndo watabadilisha, watasema kama uko na double nationality. Sasa mimi wakaniambia hivi, sisi tuna shida ya striker kumnunua, lakini unaona hapa wewe tunakuhitaji, ila sasa chenye sisi tunapaswa kufanya, hatuwezi tukawaambia wengine wachezaji wa hapa wenyewe wako na uraia wa hapa Rwanda. Sisi tunapasha tukwambie wewe, sio kusema eti tunakutoa pembeni, hapana. Sisi tunakwambia juu kwako ndio vinaweza vikawezekana, lakini kwa wengine haviwezi kawezekana. Kwako vinaweza kawezekana ukawa na hiyo ID. Ukawa na ID wa Rwanda na Burundi. Ndio. Alafu kule watakuitikia tu, yani ni vyepesi sana wanajiamini kwamba AS Kigali ni timu ya Kigali. Unaona? Meri. Ndio, watakubalia tu. Sasa inabidi tu utusaidie, ukifanya hicho kitu kinaweza ianze kawa vizuri zaidi. Kwa sababu utacheza kama mchezaji ambaye Nyarwanda. Kama hivyo. Sasa na kingine chenye niliwasaidia ni juu striker walimpata. Wakasema okay, acha tufanye hivyo, ndo tukafanya hivyo. ID ikaja, lakini mwanzo wa hapo nilikuwa nimeshakuwa na visa ya miaka 2, ilikuwa imeshagongwa passport. Wanakugongea kama Mrundi. Kama Mrundi yani. Unajua mimi nilikuwa nikitoka naonyesha ile hata nifanye miezi 6 kule, kama hauna visa unafanya miezi 3 au hata 4 unalipa amande. Lakini mimi niko na ile visa, nitakaa hata mwaka au miezi 6 nikitoka, haileti tatizo, nikionyesha tu ile visa wananigongea tu natoka. Unaona? Sasa mimi nilikuwa kule niko étranger, lakini pale ID ndo imetumika kwa pale kwa kusema nicheze, yani kwa kucheza ndo ID imetumika tu kuhusu, yani kwa kusema yule striker wengine apate nafasi. Unaona yani ndo hivyo ikatokea hivyo. Sasa nikawaambia hiyo haiwezi ikaleta tatizo, hiyo haina shida, mbona wengine si wanacheza, hawajawahi hata kuwauliza kitu. Basi nikasema okay, haina shida, acha tucheze. Nikacheza. Sasa pakaja kutokea hiyo tatizo, nilisikiaga kwanza tatizo ya ID. Wanatoa nduki wanakuta. Wanatoa nduki kweli, ilikuwa ni story. Walifungwa na Evra. Yani hicho cha hao kufungwa ndo kilinitia oga kidogo, kilinitia oga nisirudi kabisa, nisirudi. Juu na wewe huenda walikuwa wanakusubiri. Wajiulize watu ambao walikuwa wanaitumikia yani unaona askari polisi kabisa. Unaona hata unaona mimi nilikuwa niko kule, nilienda wakati hivyo vitu yani vinaongelewa sana, kwa hivyo viliongeleka sana kule ma radio za kule. Mchezaji Mrundi mama yake unaona Rwanda. Yani ndio ilikuwa ni msemo wa kule, yani vimezaga sehemu yote Rwanda nzima. Alafu mimi nikasema okay, acha niende, kuna vitu yangu ya muhimu vilikuwa viko kule, na kuna pesa zangu zilikuwa ziko kule nimebaki. Nikasema okay, acha niende nikachukue, sababu kuna mshahara ulikuwa uliingia kwenye account yangu. Nikasema acha niende nikachukue. Alafu nikafika nikapiga kama wiki moja niko kule. Sasa ila nikawa naongea na wengine wananiambia wewe huko hapa sisi wako natupigia masimu, hawaja kupigia simu. Nikamwambia mimi bado hajanipigia simu. Sasa mbona si wanatupigia simu? Nikamwambia mwene ndeni.
nendeni, mimi nasubiri tu anipigie simu nitakuja kusamba. Mimi sinajua wenyewe wali nani hiyo vitu. Ndio. Wenyewe wamekutafutia sio wewe. Unaona. Ni wao ndio wamekutafutia. Basi nikasema acha nitulie, nikatulia sikuona simu. Nikatulia sikuona simu. Napona. Nikasema muda wa kwenda umeenea. Acha niende niteremke Burundi. Ndio nikateremka Burundi. Nikateremka hapa alafu nikakuja national team nikabaki. Nikafanya mazoezi tukaondoka safari. Tukarudi. Ile kurudi ndo nikasikia kuna wenyewe wamefungwa, wamebanwa. Hapo huko hapa Burundi katika niko hapa Burundi niko hapa wamefungwa wakakimbia, unaona. Nikasikia hivyo nikasema ndio hivyo basi hata kama mimi sijawahi kupigwa hiyo simu wala nini, acha nibaki, siwezi nikakutoa mkumbo sababu ungekamatiwa pale kwenye frontier juu na wale wa jamaa na wenyewe ungekugeuka ungekunawa. Kuna wengine wale uko kiingia tu unasema ni jina lako na passport hiyo inapita pale kwa mashine, wanatizama tu huyu na huyu anatafuta tayari aje ajisigure vizuri hapa pembeni. Unaona, sasa mimi sikutaka chochote, yani yote yatokee. Sio kile kipindi nilikuwa nishatoka kule ndo nikakuja huku. Nikakuja huku nilikuwa nishatoa. Sasa kizuri nilikuwa nimeshatoa zote yani zote nikavidura kweli. Basi ndo nikatulia sasa, nikatumia message na viongozi wa kule, wakanambia Rashid, ni aje safi, umeshatoka national team. Nikamwambia sasa hapa tumepata ile barua, sasa jua kuhusu ile MID tunafanya aje? Nikamwambia hiyo barua hapo ulikoshapata habari kama unaona sasa mimi nikamwambia sasa mimi hiyo barua okay, mimi haina shida, lakini mimi kuja huko siwezi nikaja. Mtanisamee kabisa, mimi kuja huko siji. Wakanambia wewe unakuja tu unasamba, wewe hakuna shida. Mimi nikamwambia hapana, mimi siwezi nikarudi. Siwezi nikarudi. Yani ndio hivyo. Mmoja waliponea wakapita miserege kule unaona. Yani ilikuwa mimi Sona mimi kuna wengi walirisikia sana wakapita manjia zenye zisizo njia za panya, njia zenye ziko yani za uoga pale kwa Nyaru yani kule Kirundo. Mimi nisinge ungeona tu wanakuambia wanakutia msysteme wanakuambia basi kwenda pale pembeni, sababu msysteme wote wachezaji wote walikuwa msysteme yani tu huyu akija mumkamata huyu akija tu yani passport yako wakipitisha kwa mashine sio nani ordinateur panakuja tu image tu inakuja basi hapo kama pakiandikwa kama ni wanted kama nini hapo tayari hapo tayari yani ndio hivyo hiyo vikapita. Nikasema acha nitulie, nikatulia ili kutulia nikaongea na wale wa viongozi kama sitarudi. Wakananiambia okay sawa, hamna shida, tunakuelewa na wengine upande hatuwezi tukakulaumu. Nilikuwa bado ningali na contract. Yani kule nilikuwa nilisaini miaka miwili. Yani nilikuwa nishacheza mwaka mmoja na nusu. Yani ale yote nilikuwa nimeshamaliza. Palikuwa panabaki tu retour. Basi yani ndio hivyo. Sababu tulikuwa tumeshafikia, tulikuwa tushaongea kuhusu kurenouveler tena contrat. Kabidi wakafika nasema okay, haina shida juu hauwezi ukariske na sisi hatujui kama na wewe uko mdanje au hauko. Sasa inabidi kama wewe kisi umeamua okay, haina shida, lakini sisi nikamwambia okay, mimi nasubiri miezi misita iishe niangalie kisi nitacheza wengine sehemu kama nitacheza hapa au wapi. Yani ndio hivyo ndo nikapata sasa na nikocha Maili akanipigia simu akaniambia akaniunganisha na Kayanza United. Maili alikuwa Kayanza hicho kipindi ndo alikuwa na Kayanza United ndo akanipigia simu nikaongea na kipindi kile muuza ndo alikuwa president Edward ndo nikaongea naye tukaongea kila kitu sawa, nikapanda Kayanza sababu na hicho kipindi Kayanza imekuwa hali mbaya sana, ilikuwa hali mbaya pointi zilikuwa zipatikani nini, pointi ilikuwa yani hamna. Unaona, ndio nikasema acha niende nikasaidie timu niangalie kama inaweza ikatoka sehemu pabaya. Ndio nilienda nikapambana kule
mpaka yani timu ikabaki na Premier Division. Na tayari umetoka Kayanza umejielekeza wapi? Nilitoka Kayanza nikafika najielekeza Vitalo. Vitalo, Evariste, President Evariste ndo alinitafuta. Alinunua akanileta sababu mimi nimefika championnat imeshaanza. Unaona championnat imeshaanza, walikuwa wameshacheza kama machi 2. Lakini bado walikuwa hawajafunga mercato. Walikuwa bado hawajafunga sababu baada ya mechi 3 ndo anafunga. Sasa ikabidi sasa, yani nilifikiaga ku machi ya Interstar Derby ndo nilifikiaga. Ulianza? Hiyo sikuanza sababu walikuwa washaanza mazoezi, preparation nilikuwa sipo. Ikabidi tu nifike pale. Yani nilifanya mazoezi hiyo wiki ya match. Hiyo wiki ya match nilifika kama mardi hivi. Nikafika pale nikafanya mazoezi afu mechi ilikuwa ni samedi. Pale Stade Inwari. Basi ndo nikafanya mazoezi pale nikafika naingia kwa hiyo match. Sasa hiyo match Idondo alipataga carton rouge. Tena za mapema ndo ikabidi sasa mimi wewe nakumbuka wewe tunakuja kucheza nafasi ya Ido pale Moax. Yani ndo hivyo. Tayari Vitalo Bumamuru. Nikatoka Vitalo nikaingia Bumamuru. Na Bumamuru sasa na mtu mwenye alinipeleka pale sana, naweza nikasema ni kocha Olivier. Kocha Olivier tulikutana naye Vitalo. Na yeye alikuja kama kocha mkuu wa Vitalo. Kocha mkuu. Sababu mwanzo tulikuwa tuko na Potela. Potela akaachana na Vitalo. Ndo kocha Olivier akaja pale. Na kocha Olivier sio kusema eti alikuja pale, alikuja na yeye kusaidia juu unaona, na yeye alisema mimi ni timu yangu yenyewe nilichezea, unaona, na kuja kuisaidia pale. Ndio alikuja kuisaidia na akaja kweli na matokeo yakawa mazuri kweli, matokeo yakawa mazuri, tukapambana ili kutoka huko mdanje kwenye tulikuwa. Na Mungu akasaidia tulifika hata ni demi finale ya Coupe du President. Tena hiyo Bumamuru ndio ilitoaga mapenalty. Basi yani wakati sasa hiyo demi finale inaisha, ndo kocha Olivier na Yesu tunakumbuka amekuwa anasaidia hiyo ni Bumamuru. Ikabewa kombe la rais huyo mwaka. Basi yani ndo hapo sasa wakafika wanamuita wakamwambia sisi tunataka tukuchukue uje ukoche timu yetu. Akasema sawa, mimi kama tukikubaliana hichi ndo hivyo. Akamwambia uje na wajweri, kuna wajweri fulani na fulani uje nao. Basi ndo akasema okay, mimi hamna shida, nitawapa namba zao mtaongea nao. Ndo wakafika wanatafuta, tulikuwa wajweri 3. Mimi, Shasiri na Salumu. Ndio mkajielekeza Olivier, mkaenda naye Olivier Bumamuru. Bumamuru tayari mnacheza mechi takriban 15 za awali Fasale. Bumamuru iko ya kwanza na mshinda takriban wa pili wake pointi takriban 10, aidha 8 aidha kati ya 10 na 9 hivyo. Kati ya 10 aidha pointi 9. Tayari wanarudia kabisa kwenye mechi za marudio. Bumamuru wanapoteza mpaka pointi zote wanazichukua. Tatizo ilikuwa nini kipindi? Unaona tatizo sio kusema eti tatizo lilikuwa kubwa sana. Kama mimi ni gisi navosemaga kila siku na nawaambiaga wengine wachezaji. Unajua mpira unakoga na realite yake. Na mpira yani unaweza kusema huu ni urozi huu, uchawi. Na wengine wanasemaga mpira ni haramu. Unaona sasa unaona kila kitu kinakujaga na wakati wake, na kila kitu kinatokeaga na kila kitu kinatokea pale ambapo wewe hautarajii kitu. Unaona hautarajii kitu. Unaona pale hata timu za Ulaya vinawafikiaga, zinakuaga tena sana. Na ndio maana mimi sikusema niliumiaga kweli, sikuonaga maajabu juu zile pointi kuchukuliwa juu ya nini. Juu na sisi tuliwahi kufanyia Atletico wakati niko mlidi ya Lidic. Atletico unaona ilikuwa na tuzidi pointi 12 tukazidi, unaona tukazinyakua zote.
Phase aller imeisha, wanatuzidi pointi 12 lakini retour imefika. Tumezimaliza zote na tukawazidi mpaka ku pointi 4. Unaona Sasa hicho yani ni experience yenye imeshanitokea, yani nzuri na mbaya. Yani mimi niliwafanyia wengine na mimi unaona nikalipizwa. Sasa na ndio maana hicho kitu niliwahi kuambia wenzangu wakati tunapumzika, tumeshamaliza phase aller, niliwahi kuambia nikawaambia, unaona hizi points tukikuja kuzubam retour yani watazichukua zote, watatufikiria. Unaona sasa sisi tusiendi kusinzia huko, tunajua tumeshamaliza. Wenzangu juu na kule watu walikuwa shasema hapa tayari kuupe watupe tayari. Unaona yani nikawa nawaambia tusilali. Umeshaona sasa vikaja kutokea, tukaanza mechi ya kwanza tunapoteza, tunaenda tunapoteza, tunagawa tunapoteza. Unaona ikafikia sasa nikawaambia unaona sasa wenyewe vinatokea ndio hivi. Sasa ile niwaambia sasa inabidi tuweke nguvu mpaka mwisho. Unaona sana ndo sasa, lakini baadaye ndo ikatokea sasa hayo mambo, sijui eti kuna wajwere wanakula pesa, sijui wa mtombola anakula eti mtombola wenyewe hawafai. Unaona yani ndo hivyo, eti mtombola anakula pesa, sijui marushwa, vitu vingi vikaja, menase kwa mtombola, akaomba usalama akaomba usalama nini. Unaona yani hivyo vitu vimetokea mpaka nikawaambia wale wafana mwache vitu ya hivyo, acheni vitu ya hivyo. Sisi tuko tunaenda tunapigania ile kombe kule. Sasa kwa nini tunaanza haya mambo hivi? Tusubiri viishi hivi mkianza mamenase za hivyo na hatuwezi kufika popote. Hivi wajwere watavurugika mkichwa. Unaona hizi fujo zenye zinaanza, mtulie ya hivyo. Sasa wafana wenyewe wakasema okay, hakuna shida, lakini pako wale wafana wengine yani walikuwa namtumia message, yani zinafika direct kwa mtomole na voice nini, wanamenase. Wale ndo walikuwa yani wanamtia woga sana cha mtombola paka kamua kama msiponiwekewa polisi na hicho siwezi kubaki kwenye timu ya na hicho nani governor alikuwa anataka kukifanya, kumwekea watu wa kumchunga kama wa polisi hivyo jua usalama wake, lakini kocha akusikia ila kocha amekuwa ameshashika decision yake. Jua yeye anasema hata mimi nikiwa niko na kunichungia usalama, sasa itaonekana kama usalama wangu ni mbaya, hata kama wale watakuwa hawapo, ila tu mimi nitakuwa tu niko na uoga. Afadhali nimeshika tu hiyo decision, acha tu niache, sababu na mimi niko na familia. Unaona niko na familia na watoto wananitegemea. Umeshaona matatizo hivyo, sababu hata na sisi washiriki tulikuwa tumeshamwambia, hususan mimi nilikuwa nishamwambia kocha, wewe vumilia, sisi tutakupambania, tuko hapo na uwezo ukakufanya kitu, sisi tutaendelea. Tunawaambia wale wenyewe wako na menase waache vitu yani ndio hivyo, lakini kocha amekuwa ameshashika uamuzi. Tunamjua kocha Olivier akishika uamuzi akiamua hivyo. Lakini upande mwingine pia ilikuwa vipi? Tayari siku zinazokuisha, ilikuwa nafikiri Alhamisi ndio tuweza kuona tangazo, aidha maandishi ya Rashid Leo Harerimana, anaandika kwamba takriban miaka 4 akipigania taifa, akizichezea vilabu mbalimbali, miaka 14 katika soka kabisa, lakini unasimamisha soka la kucheza mpira wa miguu. Hii tunalijua kwanza ni mmoja wapo mwa sababu ni ugonjwa wa roho, kwa sababu vipimo vimoja huwa vinaonyesha kwamba wewe uko vizuri, vingine huwa vinasema hapana, huyu ikifika usiku mambo yanakuwa mazito. Ilikuwa vipi kwanza mpaka Rashidi wamkute na huyo ugonjwa? Mimi naweza kusema juu, unaona mimi kwa kusema nichukue huyu uamuzi ilinikujia ngumu kidogo. Unajua ukiwa kama uko mchezaji unacheza miaka 14 katika soka, alafu unakuja kuacha, unasema mimi naagana na soka nini, ni kitu kigumu sana, tena kinauma. Mimi mwenyewe kwa kusema hata nitangaze
yani ilikuwa ngumu ni sikufichi, yani Kirundi kizuri kimeandikwa kimeandikwa hata watu wengi wanasema eti sio mimi lakini ulizaliwa Burundi. Mimi nimezaliwa Burundi. Mimi unaona, mimi naweza nikaongea na mtu tukaongea, tunaongea vizuri, tunaongea ni ya Kirundi, tunaandikiana, tunaongea kama hivi kama hivi, hata interview hivi unaona, inaweza kanijua interview inabidi useme lugha yenyewe unazoea sana. Mimi naongea sana Kiswahili unaona, yani ndio hivi inabidi sasa ni ule uzoefu ndio nazoea. Mimi ndo nikatangaza vile baada ya kutangaza ni machozi. Nani ambaye alikushauri uchukue kwenye uende kwenye account yako utangaze uandike yale maneno? Unaona kitu chenye yani kimenishawishi sana. Hakuna mwenye amenishauri. Yani kuna kitu chenye kimenishawishi. Nitangaze. Sio watangazaji kila mtu anitafuta anipe habari. Habari aitoe pale kwenye page yangu, kwenye account yangu. Unajua kuna watu wengine, kuna watu wenye walikuwa wakiniuliza, wananiambia uko wapi? Tena Facebook wananiandikia, mbona tukoonagi uwanjani? Mbona tukoonagi uwanjani nini? Haujapona, wengine haujapona, yale matatizo yameendelea nini, unaona? Njoo utokoe wane Mwamuro, tuna shida yako, unaona? Hata na ule wakati nilikuwa niko kule walikuwa wananiambia utapona siku gani, fanya upone urudi, unaona? Yani hata na wapeti hata hapa nani karibu ya nyumbani, hata akiniona tu napita wananiambia mbona tukoonage umeshatoka Mbumamuru hatukusikii. Nawaambia tu mimi nitarudi, unaona? Ile nikifika nikiwaza nasema kwa nini niwaambia unaona, chague siku utafanya tangazo, unaona yani ndio hivyo. Juu mimi ningetaka nikasema acha tu nikae kimya, lakini haingekuwa vizuri, unaona? Juu watu wangepaki wanajiuliza alikutwa na nini kwa kusema ache nini, unaona? Ndio nikaamua tu nikasema acha nitangaze, nitangaze niweke Facebook ili wale watu wote wenye walikuwa wanauliza wale mashabiki wangu nini wote wajue, unaona? Yani ndio hivyo. Nikaamua, na baada ya kuandika hivyo ni kuposti, yani machozi yaliniteremka ghafla tu hivi. Lazima yaliniteremka ghafla. Umecheza soka ya 14, watoto unawalisha kupitia soka, yani unawavika wazazi wangu nini, wazazi wako wanakutegemea. Ilikuwa ni maamuzi magumu maamuzi magumu sana. Ilikuwa maamuzi magumu sana. Mimi mwenyewe nilikuwa nikiona hata wengine wakitangaza hivyo wanatoa hata machozi, nasema kumbe inafikaga hivi, na mimi kanifikia nikasema ni hatari, yani ni huzuni, unaona? Yani ndio hivyo sasa, na nikaamua kutangaza hivyo, na chenye kilinifanya nitangaze hivyo ni tatizo la roho. Yani ni Batman Diker, yani gisi roho inadunda stop kama gisi roho za wengine, unaona? Na sio kusema eti naumwa roho ile unasikia roho inauma eti afanya nini, eti roho inavimba, hapana. Yani ni kitu chenye kinaweza kikafanya ile tatizo litokee, yani niingie mdanger, unaona? Ndio ile nitakuwa nikishtuka hivi nazimia, nifanya nini, unaona? Yani ndio hivyo. Na ile nikicheza, unaona, nafikana naweza hata nikafuata muwanja, unaona? Ndio yani niliogopa nisifikie huko, unaona? Nisifikie huko. Na walikuwa walinisimamisha avant kwanza ya hii championnat ya 2023-2024. Mkane nakumbuka walisimamishwa. Mkane nilisimamishwa juu na kwa sababu ya hiyo yote. Kilisababisha hata usicheze AFCON. Huenda ingekuwa ni CV yako, historia kubwa yako ya maisha yako. Yani hiyo ilikuwa ni historia kubwa sana kwenye maisha yangu, yani CV kubwa sana, yani kucheza CHAN na CAN. Unaona? Sababu hiyo nilikuwa nilitayarisha kwa moyo wangu wote, yani kupambania nchi ili nicheze CAN, unaona? Lakini ndio hivyo, ni mipango ya Mungu. Na huyo wakati imetokea hivyo, tulikuwa tuko preparation, ndio tuko tunajitayarisha kwenda kuprepare Qatar. Sasa ikabidi tufanyiwe vipimo. Ilikuwa tutoke Qatar, alafu tuende Tunisia kucheza mechi ya mikali, alafu tufike tunaenda direct kwenda
Egypt, Cairo. Unaona? Sasa tukafanya vipimo tukamaliza. Yani mimi hawakuniambia kitu. Kumbe waliona kwa tatizo lakini hawakutaka kuniambia kitu. Walisubiri. Vilianzia hapa Burundi, Bujumbura. Inamba Day. Kipindi cha Inamba Day. Yani pale Inamba Day tumeshafanya vipimo sisi wote. Sasa sikujua sikuwa najua kinachoendelea huko kama walikutana niko na tatizo lakini nafikiri mechi ya Inamba Day ulicheza. Nilicheza hiyo mechi Inamba Day nikacheza nikamaliza. Alafu baada hapo ikabidi sasa hiyo kesho ndo tunachukua ndege tunaelekea Qatar. Qatar kucheza kwa mechi mbili za kirafiki. Mnaondoka hapa muende kabisa Cairo. Unaona? Sasa ndo tukatoka safari tukaenda. Mimi kufika kule tukafanya mazoezi tena kama siku 2 hivyo. Baada ya hiyo siku 2 paka patikana wachezaji wawili wako na mashoke kwa Ngando Omari, Lucho, unaona? Na Enoke Sabumukama. Alafu ikabidi sasa wakasema twende juu walikuwa wako na programu yangu. Mimi hiyo programu nilikuwa sijui. Nyendo walikuwa na programu yangu ya kusema mimi niende nikafanya vingine vipimo. Afike kule tu tumuaisha kwa mganga wafanyie vingine vipimo. Tutazame je ni vipimo vyetu vya Burundi ndio haviko sawa aidha ni na juu walikuwa wako na wana labda saa zingine vipimo vya huko vinadanganya. Acha twende kule tumfanyie vipimo kule. Ndio tukafika kule tukafanya vipimo. Tukamaliza sasa nikamuuliza daktari sasa ni aje? Akasema daktari sawa hakuna shida. Unaona? Daktari akaniambia wewe hamna shida. Hamna shida. Daktari kama mwenyewe yani kama mwenyewe anakudanganya. Anadanganya. Anaujua. Anaweza kaumwa sana pressure. Unaona yani ndio hivyo. Afu baadaye tukasubiri. Hapo ilikuwa saa 9 ya mchana. Tukasubiri saa 1 ndio tuende tufanye mazoezi. Tukafanya mazoezi kama kawaida, unajua tena ma 5-25 tena tukazipiga ma 15 na zipiga zote bila shida. Unaona? Basi ndio sasa baada ya kumaliza mazoezi tukaenda hotelini. Kwenda hotelini ndo kocha Olivier kaniita pamoja na Desire ndo akaniita ndo wakaniambia Rashidi wewe haitawezekana, unajua tumejitahidi kuja na wewe huku juu tulikuwa tuko na shida na wewe. Ndio maana tulikuja na wewe huku tupime tuangalie kama biko aje. Kama ni vipimo vya kule Bujumbura ndio vimekataa vinaonyesha vibaya au unaona, lakini tukaja huku tukakutana ni vile na sio kusema eti ni tatizo likubwa. Sisi tunaweza tukakuruhusu ucheze tuende na wewe mkane, lakini hatujui kama kule ile nani komisio ya watakubali au unaona. Na wala sisi tunaweza tukakwambia tukakupeleka kule ukaendelea unacheza hivi ukakutana unafia uwanjani au vitu vikaja kuwa grave unaona vikazidisha. Afadhali sisi tulisema acha tuongee na president wa federation Ndikurio Reverien. Tumeshaongea naye na atakuja hapa leo usiku. Atakuja alafu na ameshatuma mtu mwenye atatayarisha hospitali kule yenye yani Dubai. Uende utibiwe Dubai. Unaona? Basi ndo wakaniambia hivi, ila wewe usiwe na tatizo. Wewe usikati tamaa usifanye nini. Wanakukaza moyo. Wananikaza moyo. Unaona lakini iliniuma na wachezaji wenzangu iliwauma sana. Iliwauma sana. Iliwauma sana sababu unajua baada ya hiyo mechi ya Algeria nilikuwa ndani ya basi tu nilikuwa natoa machozi nasema kwa nini nanifikia hivi? Kwa nini nanifikia hivi? Kipindi cha kuandika historia bado. Kipindi cha kuandika historia nini? Yaani nimelia lakini ndio hivyo wenzangu wakanipoza wakaniambia wewe tulia wewe kaza roho nini. Na washukuru kwa hicho juu walikuwa karibu na mimi sana hicho kipindi. Na wakati natoka kule hata na mimi wakati wako kule mnani mkane na mimi nilikuwa niko Dubai. Nilikuwa niko Dubai
tulikuwa tunaongea mgrupe nini, tunakazana moyo ya hivyo. Tunapeana nguvu, yani ndio hivyo. Sasa ndo nikasema okay, mimi hamna shida, cha mimi nitateremka Burundi. Nitateremka Bujumbura kwanza. Nikateremka Bujumbura. Kwa ajili ya maandalizi. Kwa ajili ya maandalizi. Ili ujielekeze Dubai. Sasa basi nikakuja, nikafanya wiki moja hapa Burundi. Kufanya wiki moja hapa Burundi ndo nikafika nikasubiri visa ikatoka na nikafika naenda. Sasa nimepokelewa kule na ambassadeur. Ambassadeur wa Burundi yani. Wa Burundi Dubai. Ndo nikapokelewa kule pamoja na Kevin. Kevin Gaire akanipokea kule. Basi ndo lakini nilikuwa nalala pale kwa ambassadeur. Nikitaka kutoka au kwenda kutembea, just unaona tena sometimes tunapaswa utembee basi Dubai, wanafika Dubai wanatembee kwanza uone mji, upoteze hata kama kuna mawazo nini hizo stress. Kevin ndo alikuwa ananichukua tunaenda, unaona anatoa stress, shauri nini ya hivyo. Sababu hata kuna watu wengine wenyewe walikuwa huko kule, Warundi walikuwa wakinona kule, Rashid unafika huku Hawakuwa wanajua kama naenda kutafuta maisha kule, unaona Wakaniambia karibu njoo. Karibu ndo kiwanja hichi, unaona ya hivyo. Ndo sawa nikaenda, nilifikaga vizuri, wakanipokea vizuri. Kufika pale siku ya kwanza nikaenda hospitali, ndo nikamhadisia yule daktari, kumhadisia ndo akanambia okay, acha sasa tufanye vipimo. Tukafanya vipimo tena, ikawa ni vile. Sasa akanambia acha wewe tukufanyie Holter ya 48 heures. Yani ile ECG wanakubandika wanakubandika kama vile wachezaji wa Ulaya vile. Sasa hiyo yenyewe iko na kapare hapa hivi, yani kana kaktevi yote. Unaona? Sasa ndo akafika ananiwekea na nikaacha nafanya vingine vipimo vya damu pale. Basi ndo nikaondoka kwenda nikafanya hizo siku 2 nikarudi. Ndo akakachomoa kale kitu akaangalia mashine. Akafika anambia okay, acha tufanyie hii nyingine ya tapirula hii tuangalie. Ndio unakimbia tuangalie sura yako sasa nikapima, mwisho majibu akatoka, akanambia unaona wewe sio kusema eti unaumwa ile roho itakukataza kucheza mpira wa miguu, hapana. Wewe unaweza kucheza. Haujawahi kuzimia na bado. Haujawahi kusikia vizunguzungu bado. Sasa wewe chenye unapaswa kufanya, wewe nenda Burundi. Mimi nitakupa majibu, wewe nenda ucheze. Juu siwezi nikakupa dawa, juu sioni tatizo lako. Sijaona tatizo. Na hiyo dawa ya hiyo hamna. Juu mimi ningesema eti nikuopere leo, nikufanyia upasuaji. Hakuna gisi nikufanyia haumwi roho. Mwenyewe unamfanyaga upasuaji ni ule mwenye anaumwa roho. Unaona? Ile roho inavimba, ule mwenye kuna matatizo ile hatari. Unajua mwenye kuumwa roho si anakuaga, anasumbukaga sana. Sasa akanambia hivi, hiyo ni ndio si atleti anakuaga. Nao atleti wote wanakimbiaga, unaona wanakuaga na hiyo BAV1. Hiyo ni kawaida, ni kawaida kwa mchezaji. Sasa wewe nenda utule, juu vipimo vyote vinaonyesha kama hauna tatizo hata moja. Basi ni hiyo tatizo tunayoweza ikakuzuia kucheza mpira wa miguu. Basi ndo nikafika na narudi, nikafikisha majibu kwa Desire. Ndo akaona wakasema okay, ndio ambaye alikuwa anahusika na matibabu katika matibabu nchini Burundi. Yani hapo sasa ndo akaniambia okay, wewe unaruhusiwa kucheza, mna shida. Ndio maana mimi hata kuna vipimo vingine ni kama kaanza sikufanyaga vipimo, lakini yeye alionaga akasema huyu tunajua situation yako kwake. Unaona? Desire. Na Vitalo sikufanyaga vipimo. Akasema wewe tunajua situation yako kwako, hamna shida. Unaona? Hapa Mbumamuru nilikuja ule mwaka wenye nimeenda nikafanya nani? Desire ametoka, pamekuja mwingine sasa. Pamekuja mwingine sasa. Alikuwa aishakuzoea. Alikuwa ashazoea na vipimo kila kitu alikuwa iko navyo. Sasa nikafanya vipimo, ile kufanya vipimo wa dokta wakaangalia, wakasema wakaona hiyo BAV. Wakasema huyu hapana. Unaona? Wewe hauwezi ukacheza. Nikamwambia mimi nishakafanya vipimo huko, nikamwatishia kisini, akasema sawa. Okay. Ndo wanafika wananiruhusu hivyo. Wakiongea na Desire anafika anambia huyu mimi najua situation yake hivyo, basi unaona? Nafika nacheza hivyo, unaona? Sasa mpaka hivi
unaona pako hata na wachezaji wengine wenyewe wako Primus League lakini wako na hiyo BAV lakini hawajijui lakini wanacheza ila inaweza kuwa tatizo kwao. Hii unaona hii ni jua nini? Mimi naweza nikafikiri kama hiyo inatokea na mimi jua nini? Juu wanaitizamia kwangu. Juu wanaona mimi nacheza. Mimi nacheza na niko na hiyo BAV. Sasa ndio maana wakikuta hata na wengine mwenye iko nayo watamruhusu kucheza, lakini kikubwa sana chenye mimi nataka niombe kama kinaweza kikakua juu ya kusaidia hata na wengine wachezaji. Juu ya kusaidia na wengine wachezaji. Kawaida ile ECG ile ya kawaida ile haitoshi. Ndio. Ile ECG inaweza ikaonyesha yani joueur ikamuonyesha yani mchana mzima anaweza kuwa iko vizuri. Lakini ule muda wa kulala unaona roho inakuwa imetulia. Sasa pale sasa juu roho inakuwa imetumika mchana sana. Sasa usiku inakuwa imetulia. Hauwezi kujua tatizo lile litatokea. Na ndio mimi imenikuta hiyo. Unaona? Sasa ndio nilikuwa naomba ile wao wanafanya na Holter inaweza kuwa ni vizuri ile ya 24. Naomba nani upande wa chama cha soka ndio waomba sana wajitahidi wako wanafanya na ile Holter inaweza ikasaidia sana juu mchezaji anaweza kufanya ECG ya kawaida lakini unaweza kumuona iko vizuri. Juu na mimi mwenyewe nilikuwa nikifanya ya kawaida naonekana niko vizuri kweli wananiruhusu nicheze lakini ikifikia kwa Holter naona kale katatizo kapo. Juu ya kusema hiyo tatizo isikui kubwa kwa wao wenyewe wakimkutana iko na BAV inabidi afanye na Holter inaweza kuwa ni vizuri. Kama akiwa iko na ako katatizo inabidi waangalie gisi wanaweza wakamuokoa mapema juu isiji ikaja ikawa shida. Juu hauwezi kujua ako kakitu kenye walikutana na Holter hauwezi kujua gisi kanaweza kakakuja ikaja kuwa tatizo. Yani ndio hivyo. Basi ndo mimi wakati nikaenda Mbumamuru, kwenda Mbumamuru kote walinikubalia nicheze na kwa ruhusa ya Desire. Nikacheza na pote na kipindi cha mwisho mwaka wangu wa pili. Rwanda ilikuwa vipi? Walikubalia? Rwanda mimi nilifanya Rwanda mimi sikuwaga na hiyo tatizo. Rwanda sikuwaga na hiyo tatizo hata moja. Sikuwaga na hiyo tatizo, nilikuwa niko vizuri sana. Hiyo tatizo ilifika tu wakati tunataka kwenda Mkane, ndio ilifika. Basi ndo hivyo huyo mwaka wa pili nikafanya tena vipimo. Fanya vipimo tulifanyika kwa Kira Hospital. Hapo Kira Hospital palikuwa pako daktari mmoja anaitwa David. Sasa huyo David ndo alikuwa yuko na mwenzake pembeni ndo akaangalia akasema Rashid, mbona uko na hii BAV iko na tatizo? Unaona? Huyo daktari wa pembeni ndio alikuwa anasema alikuwa anatumika naye, akamwambia huyo David, akamwambia pana, hii ni kawaida kwa sportif wote anakuwa na yeye wengi, yani sana ule mwenye ameshacheza sana, unaona, anakuwa iko nayo. Hata tunaona wa athletes presque wote wako na hiyo wako na hiyo. Sasa inabidi yeye aende sana, atakuwa anafanya vipimo kuangalia gisi viko vinaenda. Kizidi hapa ndio inakuwa iko shida. Yani ndio hivyo. Sasa akaniruhusu huyo David, akaniruhusu ndo nikacheza. Sasa nikacheza hiyo miaka miwili yote niko vizuri na nilikuwa niko na hiyo BAV haina shida. Baada ya hapo sasa nilitoka match ya Namibia, tulichezea pale Tanzania. Tulikuwa wote pale nakumbuka. Ndo nikarudi huko, nikaja sasa kuanza preparation. Ile kuanza preparation sasa ndo ikabidi tufanye vipimo. Kufanya vipimo ndo ya kuandaa huyu msimu mwaka 2023 23-24. Basi ndo ikabidi sasa wanikute sana hilo tatizo. Hilo tatizo kama wakasema eti imesogea kidogo, imepanda kidogo, ilifika BAV Mobits 1 ndo ilifika. Sasa hiyo BAV Mobits 1 sasa ndo inakuwa shida. Ingebakia pale kwa BAV ilikuwa ni afadhali. Basi ndo ikawa hivyo.
ndo akaniambia we inabidi usimamishe. Inabidi usimamishe. Juu gisi biko vinaenda vinasogea, unaenda kuingia mdanje. Hivi havijakuwa vikubwa sana. Acha basi. Nikakatika nguvu sana hicho kipindi. Roho inauma hicho kipindi. Sasa kocha Olivier ndo na yeye alikuwa ni mtu wa kwanza alisikia, akaniambia, akanipigia simu, sababu kocha Olivier ni kama mzazi wangu, unaona. Ni mtu mwenye tulitumika naye sana. Ni mtu tumetumika naye sana. Ndo akaniita akaniambia, bwana we ile tatizo tena imeongezeka. Nikamwambia, ndio si wananiambia eti we acha tu kucheza. Akaniambia vitu vingi pale vya kunipoza, vitu vingi tu akaniambia. Basi nikatulia, ndio nikaenda nikaambia na familia, lakini mimi nikasema no, haiwezekani, acha niende nikafanye vingine vipimo, niangalie. Juu pako wengine wenye walikuwa wanakutana na tatizo, wakienda nyingine sehemu wanakutana hawana. Ndio nikasema acha nipime. Nikaenda nikapima Kira Hospital, nikapima, ndio wakakutana sasa wakakutana ni vile wakakutana sasa siko vile. Yani niko mwa ile yangu ile nilikuwa nacheza nayo, ile nilikuwa nacheza nayo. Ndio nikasema kweli, ndio nikawaonesha sasa wa daktari wa federation. Kuwaonesha wa daktari wa federation, ndio wakaniambia okay, we acha tupime tena. Tupime tena, tufanye tena, tuanze upya vipimo. Kwanza upime damu, upime nini yote afu na hiyo. Nikapima, wakaniambia eti sisi tunaona kama unarudia mwa ile yako ile ya kawaida, ile yako ya kawaida. Nikamwambia sasa hivi sasa mnaweza mkaniruhusu nicheze? Mwiti hapana, itakuwa ngumu, acha tufanye Olteri. Olteri naye inakuwa inaisha. Ile Olteri si ndio hiyo ile ya 24. Yani wanaangalia ile walinifanyaga. Yani masaa zote. So ile ECG ile ya kawaida. Ile ECG ya kawaida, yani unaifanya tu ni dakika kama ni ngapi? Hapo unaona. Lakini ile ni ya siku nzima. Siku nzima ndo gisiro yako inatumika. Ndo nikasema sawa, mna shida, mimi nitaifanya. Nikaifanya hiyo Olteri, nikaenda kutanganyika ndo kwenye wako nayo. Wakanitia ile kunitia, ndo ule akaangalia sasa, akafika naona kale katatizo kapo. Lakini sasa akatokei sasa, yani muda mrefu, akafanya hata saa moja. Yani kwa mchana akajitokeza, mchana haijitokezi hata kidogo. Sasa nimetulia, nimelala, ndo kanajitokeza. Alafu anafanya ni 3 seconds 4 seconds kanafika kanaishi. Yani muda mwingine wote nakuwa niko vizuri. Juu kuna wakati wenye nilikuwa nikijisikia pako muda nasikia roho inagonga, afu ina stop kidogo, inagonga, ina stop kale kitu, unaona. Lakini sasa akanikutana niko nao kitu, ndo akasema hapa haijawa mbaya, ni juu inafika mwa hiyo masekondi inafika inaisha, unaona. Hapo haujakuwa mdanje. Lakini kama gisi kameshajitokeza hivi, unaweza kaendelea kucheza. Inaweza kafanya 45 minutes, inafanya saa moja, inaweza kafanya hata saa 2, mpaka hata inafikia kusiku nzima, inakuja kuletea matatizo. Sasa we inabidi upumzike kwanza, tuangalie gisi ya kufanya. Lakini hivi vipimo wenyewe umefanya hapa, ma results zenye nakuandikia, hata unaweza kaenda ingine inchi, unaweza kacheza, ukapeleka hivi vipimo kacheza. Lakini yani usalama wako, mimi unaona, mimi naofia hiyo vitu, yani visikutokee, kibaki sikutokee basi, yani ndio hivyo. Na ndio maana nimepana huyo ushauri, yani wajitahidi, yani wajitahidi, wajwere wote wawapime, waangalie juu ni kwa usalama wao, juu unajua hauwezi kujua wenyewe vitatokea huko mbele. Na baada hapo sasa familia ukaikaa nao chini, ukamuta mke, mama, labda kama una wazazi wote, ilikuwa vipi? Ilikuwa kitu chepesi? Haikuwa kitu chepesi sana. Sana kwanza
Mimi mama yangu amelia sana. Mama yangu amelia sana. Labda ulikuwa unamsaidia kupitia soka. Nilikuwa namsaidia sana kupitia soka na amelia sana. Hata mzee wangu mimi amekasirika, lakini aliumia sana. Na wengine wa ndugu zangu kama wa dada zangu, wa dogo zangu, yani familia tu kwa ujumla wameumia, pamoja na mke wangu pia ameumia. Unaona, yani sio kitu chenye kilikuwa kinafurahisha, ni kitu chenye cha kusikitisha. Lakini nikawaambia ndo hivyo imetokea. Imetokea, inabidi tu nikukaza moyo. Ila nikawaambia, mimi walikuwa waliniambia nisubiri mreturu. Nisubiri mreturu kama naweza nikapima tena tuone gisi cha kufanya. Unaona. Sasa nikasema okay, mimi hamna shida, mimi nitapima. Hapo sasa ule wakati wananiambia ndo ilikuwa iko mwale mfadhali, ndo waliniambiaga eti nisimamishe. Sasa nikafika sasa, nilikuwa na matumaini. Nilikuwa nakwambia ndio bado nasubiri. Sasa nikafika nasubiri. Ile kusubiri ndo guverneri ndo akanipigia simu, akaniambia nimeongea na dokta, wewe nenda ukapime, ufanye tena vipimo. Ufanye tena vipimo. Nikasema okay sawa, ndo vipimo tena nikafanya tena na ile Holter. Wakakutana tena ni vile vile, hakuna mabadiliko, wakakutana ni vile vile. Ila sasa mwa hiyo fadhali yote nilikuwa nafanya mazoezi kabisa ya nguvu, mpaka watu wanashangaa wanasema Mungu amekunusuru. Unaona ungeendelea tena mazoezi. Unaona. Yani ndio hivyo, mpaka wachezaji wenzangu wakasema wanasema unaumwa, wanakuzingishia wewe umwe, wewe ni mzima, unaona. Yani kitu kama hicho. Nikawa nasubiri, ndo nikafanya vipimo, nikakutana ni vile vile, basi ndo wakaniambia hapa inabidi patoke ni barua kutoka kwa David ule mwenye amekupima. Jua alimaliza kunipima, kafika naondoka kikazi Zambia, akasafiri, lakini ikabidi mimi ni msubiri. Akaniambia wewe msubiri aje. Nikamwambia nimsubiri aje wakati mimi niko na siku za kufunga usajili zimeenea. Unaona, sasa inabidi mimi waniregistre nirudi kucheza. Akasema okay, acha tumpigie simu. Na mimi nikampigia simu David, nikamwambia mimi wanasema eti uandike barua ili nirudi kucheza. Okay, acha mimi nitaongea nao. Sawa. Ndo akaongea nao. Ile kuongea nao ikabidi sasa mimi nisubiri hiyo certificate medical, subiri ya ruhusa, lakini haikutoka. Kumbe wa daktari walisikia walisikilizana kwanza, wakasikia woga au mtu nini. Unaona, unajua kama ingefikia ukafa wale wangechukuliwa hatua. Hiyo kweli. Ilikuwa hiyo kweli. Wao wengine upande na mimi nimewaelewa na kingine walikuwa wanataka kunisaidia maisha yangu juu. Na istoshi mimi nimecheza miaka mingi, miaka 14 professional football sio nimecheza. Kama venye Mungu alikuandikia kuvipata ulivipata. Nimevipata, unaona, na hicho nashukuru Mungu. Na ndio maana nikasema okay, acha najua alikuwa ananiambia eti tusubiri ingine sezo. Nikasema ingine sezo hapa hamna, ni kama tu niache. Unaona. Juu na bila hivyo tu ningeacha tu mpira ningestaafu tu, ingefikia wakati, lakini inaleta huzuni sababu nilikuwa sikuipangilia. Lakini ndio hivyo, ni mpango ya Mungu. Mungu akipanga mwanadamu hawezi akapangua. Ndio hivyo. Nikasema acha tu niache. Nikaita familia, nikawaambia baba na mama, nikawaambia, wakasema ndio hivyo mtoto wetu, kaza moyo, kuna wengine maisha. Yani ndio hivyo. Lakini na kingine nikamwandikia kocha Olivier, na nikampigia pia na kocha Etienne Ndairagije. Nikawaambia, wakanambia Rashidi we acha,
we acha. Ujue sisi hatukuhitaji tu football, kuna pangine kwenye tunakuhitaji, ingine maisha juu. We ni mtu mwenye tulitumika, tumeishi na wewe, wazazi wako, unaona. Yani we acha tusiji kupoteza, yani ndo hivyo, ikawa hivyo, ndo nikachukua. Tayari sasa Rashid Leon ana familia na watoto. Watu wengi kwanza wanataka wajue Rashid Leon ana familia na pia ana watoto, na ana watoto wangapi? Mimi nina familia, niko na watoto watano. Niko na watoto watano na mke. Alafu na kingine kuna, unajua mimi nilicheza football, nilicheza mpira wa miguu. So unajua tena mimi katika ujana nini niko na mtoto, nikazaa mtoto, yani nilikuwa bado sijaoa, nilikuwa sijaishi na mke, lakini na wewe mtoto ni wa kwanza. Ila kwa mke wangu mimi niko na watoto 4. Watoto takriban 5 wote kwa ujumla. Rashid Leon alikuwa anacheza soka na wanamtegemea kupitia soka. Rashid Leon itakuwaje? Labda anakaa na kazi nyingine ambayo anaweza kufanya ili familia iweze kuishi vizuri. Mimi naweza kusema juu mimi vingi sipendi kuviweka sana nje. Mimi kuna mazingira yenyewe mimi nilijitengenezea mapema sana, na najua kama hii leo nikiacha nisiji kujutia baadaye, unaona, nisiji kujutia baadaye. Na mimi sio kusema eti nimesikitika sana kwa kusema eti naacha mpira juu huko naenda kuteseka sana, hapana. Juu kuna mazingira yenyewe mimi nilijitayarishia. Unatizama nikiacha mpira hapa lazima unaona, juu hata na mimi mwenyewe nilikuwa naona huko ndo niko naelekea kuacha mpira, unaona. Miaka inakwenda, hii miaka 14 sio bure, hii miaka 14 sio bure. Sio kusema eti niko na kazi, nimeshapata kazi ndo nini. Mimi nashukuru Mungu kwa chenye amenipa. Kile chenye utakuwa unapata utarizika nacho, na sio kusema eti nitakufa na njaa, sio kusema eti nitafanya nini, unaona. Nimeshukuru Mungu, amenibarikia, amenipa hiyo nguvu ya kupata nini, na sehemu kwenye nitatia kichwa, kwenye watu wangu hawatahangaika, unaona. Kwenye wazazi wangu hawatahangaika, unaona. Yani ndo hicho ni kitu cha muhimu sana. Na pia sio kusema eti watakosa chakula nini, unaona. Yani ndo hivyo. Lakini pakijitokeza mtu wako, baadhi ya wachezaji wenzako mmecheza, wakina Nyange, wakina nani, Allah ameshawaruzuku, ama wakisema wanaongeza labda kitu kamtaji, huwezi kukata. Unaona, mimi siwezi nikakataa sababu unajua wale sana kwanza Nyange wakati hilo tatizo linanitokea mara ya kwanza, nilikuwa niko naye kwanza, ile turu ya kwanza tuko Katari, nilikuwa niko chumba kimoja, tulikuwa tunalala naye chumba kimoja. Na wewe wakati tulikuwa tunaongea vingi sana, na wewe wakati professional pale hajawa professional pale, nilikuwa yani nilitoka kwa Desire na kocha Olivier, ndo wanatoka kuniambia, ndo nikafika mle ndani, akanambia bwana kakania aje, wanasema aje huko, ndo nikamwambia yenyewe umeniambia, ndo ule ni mdogo kwangu, mdogo wako na ni mdogo wangu sana, na aliniambia, akaniambia na akanipa moyo, tukaongea vitu vingi sana, unaona, akanipa moyo. Na hichi kipindi tena, hii turu ya pili tatizo linanitokea, na yeye ndo mtu wa kwanza alikuwa yani alinipigia simu, akanifariji kila kitu, na muda mwingi yani ananijuliaga hali, ananiambia ni aje, unajisikiaje, ananiambia wewe tulia nini, yani acha stress ya hivyo, ananifariji kweli.
nuko rero ngira mwumvise rero urumva yuko umuntu akomeye cyane mu kinyayo w'inama mu rugamba Ndayishimiye Yusuf Nyange ari umwe mu bantu rero babagenzi biwe cyane gose kandi ubona yuko yamwamwitaho cyane gose mu kumuhamagara ndetse no kumubaza ingene amagara yiwe yifashe. Ni Rashid Leon rero nkuko yabivuze imyaka 14 kabisa ariko akina umupira w'amaguru yaciye mu migwi itandukanye akinira equipe nationale imyaka itari mike tayari kabisa amaze kubahagarika umupira w'amaguru ku myaka 29 gusa ahagarika umupira w'amaguru bivanye n'ingwara agwaye y'umutima. Rashid Leon mu kurangiza rero reka nshimire cyane gose Rashid Leon nakushukuru sana. Aya na mimi nashukuru. Nuko rero Rashid Leon rero nuko mubibona rero reka ndabashimire mwese rero mwashoboye kudukurikirana muri benshi ndetse nkaboneraho n'akage ko kubifuriza umunsi mwiza. Ibiganiro ni byinshi cyane gose mu bandanye mu bikurikirana biciye kuri Indundi TV. Ciao ciao.